Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Isa Muhammad Isa, ni mwanafunzi ninasomea Business Administration ngazi ya diploma 2 na pia ni kiongozi wa wanafunzi wanaosomea biashara. Nilichagua kusoma Business Administration kwanza kwa sababu ni ndoto yangu ya kila siku ambayo nilikuwa nayo. Kwa nipo katika kukamilisha ndoto yangu. La pili ni kwamba Business Administration ni kozi ambayo kwanza ina mafunzo tofauti. Inafundisha jinsi gani ya kusaini mikataba mikubwa na kulinda haki ya mnunuzi na muuzaji katika ngazi tofauti. Pia Business Administration inafundisha how to drive professional research, na kuja na nyaraka zenye uthibitisho, na kuja na usahihi, na kuja na taratibu ambazo tutazifanya baada ya research hiyo kukamilika. Ndoto yangu kubwa katika usomaji ama baada ya kukamilisha masomo yangu haya ni kumiliki self companies, ni kumiliki kampuni binafsi. Hiyo ndoto. Business na entrepreneur ni maneno mawili tofauti, ambapo business hili ni zoezi. Business ni zoezi la mabadilishano ya bidhaa kwa pesa. Kwa maana hiyo utanipatia bidhaa zako, nikiridhika nazo nitalipa kutokana na payment ambazo ziko required. Lakini entrepreneur, huu ni uwezo wa mtu binafsi ku create something new, kutengeneza kitu fulani kizuri na ku take risk, kwa sababu kusema ujasiriamali ni kwamba kuna vitu viwili vimeungana kwa pamoja, ambapo kitu cha kwanza itakuwa ni ujasiri ambao mtu ameuchukua katika kuanzisha kitu hicho. Cha pili ni mali, ambapo katika kuanzisha kitu hicho anakuwa anatafuta pesa fulani ambayo itamwendesha yeye maisha yake na kukiendeleza hicho kitu ambacho amekikuza. Lakini pia kuna aina tofauti za risk, kwa sababu kusema ujasiriamali ni namna mtu ana take risk, na risk ziko aina tofauti. Kwa sasa nitazielezea tatu, ambapo risk ya kwanza ni pure risk. Hii ni risk ambayo ina take both possibility to lose with no possibility to gain profit. Ambapo katika risk hii ni pale ambapo mtu amefariki na akaacha biashara, kwa hiyo haina possibility yoyote ya ku gain profit, kwa sababu tayari mtu ashapoteza uhai, hamna namna yoyote mtu anaweza akawin mapato yote. Lakini risk ya pili ni financial risk. Financial risk hii ni risk ambayo ina damage financial health, aidha kwenye kampuni au mtu binafsi. Kwa ufupi zaidi, elimu. Ukisema elimu ya msaada gani katika kujikuza kibiashara, ni kwamba asili ya biashara sio elimu. Asili ya biashara ni nidhamu, kujituma, akili. Akili ni kwamba ninawekeza ngapi, ninawekeza wapi, na kiasi gani nitapata. Na kingine ni kwamba ukielezea nidhamu kwa ujumla, ni kwamba nidhamu ya usafi binafsi, nidhamu ya utunzaji mali, na nidhamu ya kuongea na wateja ambao unawapelekea standards za products ambazo wanaziwasilisha kwa jamii. Hizo kiwi ni kiufupi. Wanafunzi katika vitu wanavyokosea kabla ya kuingia uraiani ni kwamba hawasomei kwa vitendo katika yale wanayosomea, isipokuwa wanasoma theory. Kwa wanaposoma theory ni kwamba wanakuwa wamemeza vitu ambavyo baadaye vinakuja kwa cost katika uwasilishaji au katika presentation katika makazi yao. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza ambalo taifa pia taifa kupitia Wizara ya Elimu inatakiwa iangalie namna gani ya kubadilisha mtaala wa biashara, mtaala wa elimu za biashara kama hivi. Kwa sababu biashara ukiangalia ndio kozi ambayo imebeba biashara na imebeba kozi zote
za vyuo vyote, kwa sababu ukisema watu kama journalist wanategemea masuala kama ya medias, wanategemea masuala ya cameras, ambapo vyote hivyo wafanyabiashara ndio wanawasilisha nchini kwa ajili ya mauzo. Ukisemea Science Lab wanategemea masuala ya laboratories, masuala ya x-rays, instruments zote ambazo zipo ndani pia zinauzwa na watu wa business administration. Pia ukiongelea course za law wanategemea jinsi gani kumlinda wafanyabiashara katika sheria za ndani pia na za nje. Kwa kozi ya biashara inabeba vitu vyote. Kwa kitu cha kwanza ambacho wanafunzi wanakosea ni kukariri theory bila kufanya utenda kazi, ama bila kuzunguka katika makazi ya watu ama biashara tofauti nje, na kuangalia namna gani ya kujifunza zaidi. Hilo la kwanza. Lakini la mwisho, tutapenda kushauri vijana pia ya kwamba wakiwa katika elimu wanapaswa kutambua kwamba elimu ni ya muda mfupi sana. Kwa kama elimu ni ya muda mfupi sana, wanapaswa kumwamini Mungu wakati wanasoma, na wanapaswa kuamini kwamba kusoma na riziki ni vitu tofauti, ambapo hata Mtume alimwambia kijana wake, alimwambia kwamba kuna aya 4 endapo ukizisoma kabla hujaenda makazini kwako, na hii itasaidia vijana karibia wote, kwamba kabla hujaenda kazini kwako hizi aya 4 endapo utazikariri ama endapo utasoma kabla ya kuingia kazini kwako, basi utaishi kwa amani sana ukiwa kazini, kwa sababu hata utafutaji ukiupata pia ukikosa utajihisi amani. Kama nilivyosema ni kwamba biashara asili yake sio elimu. Biashara asili yake ni kuangalia wateja na wapelekea nini, ama ni kuangalia chanzo cha matatizo ni yapi na nayatatua vipi ili kupata kipato fulani. Kwa maana hiyo asili ya biashara unasema ni entrepreneurship, jinsi gani kuleta kitu kipya katika jamii fulani, na vijana wengi pia katika hilo wanashindwa kuchapia decision making, maamuzi sahihi. Lakini hatuwezi kusema biashara imefanikiwa au haijafanikiwa kama haijapita kwenye stage hizo hapa, ambapo stage ya kwanza ili biashara tuseme imefanikiwa ni startup. Startup hapa ni sehemu ambapo muuzaji ama mwanzishaji wa biashara anakuwa mwenyewe na anakuwa ameanzisha biashara ndani ya jamii fulani, lakini bei anakuwa hajaweka rasmi kutokana na uanzishaji wake. Mfano, watu wa sokoni, mtu wa sokoni anakuwa amejipangia bei mwenyewe, lakini pia mteja akaja na bei yake, na bei ya mteja ikawa recognized. Mfano, hizi nyanya, then mteja atamwambia kwamba mimi, wewe umesema nyanya ni 500 lakini mimi na 300. So mteja akapatia kwa 300 ile. Kwa hiyo ni stage ya startup ambapo muuzaji anakuwa amebalance bei zake, lakini ikitokea mnunuzi ameshuka kidogo, yuko tayari kumlipa. Stage ya pili ni survival. Ambapo survival hii ni stage ambayo mtu anaanzisha biashara zake binafsi, lakini bei zake zinakuwa tayari zimeshapangiliwa, mfano supermarket na vitu kama hivyo. Lakini stage ya tatu ni growth stages, ambapo mfanyabiashara anaongeza increase ya uzalishaji na kuweka stocks kama hivyo na kusambaza kwa kupitia suppliers na vitu kama hivyo. Lakini stage ya 4 ambapo tunasema mfanyabiashara huyu ameanza kukua ni maturity stage. Hii maturity stage expansion ambayo expansion anaanza kujisambaza wigo kiwilaya, mikoa na kinchi kwa ujumla, ama na international, ambapo anaanza kusambaza maduka yake kimikoa, mfano Vunja Bei kama hivyo na wengine. Lakini stage ya mwisho ni maturity stage. Maturity stage hawa ni magwiji ya kibiashara ambao ikitokea hata wamezima bidhaa zao ndani ya siku moja ama wiki ama mwezi, lazima uhitaji utaonekana na wataomba kurudisha bidhaa zao mjini, ikiwemo Pets, Azams kama na vitu vingine. Kwa sisi tutaiomba serikali ya kwamba vijana hao wanaofanya biashara wako tayari kujiajiri wenyewe, lakini wanapoingia sokoni kwa ajili ya kujiajiri wanakutana na vikwazo tofauti. Kikwazo cha kwanza
mlolongo wa kodi wanaokutana nao ni sawa na wale ambao tayari wamekutwa sokoni. Vijana hao wakati wanasoma ni kwamba walikuwa wanaandaa future yao ya baadaye. Kwa wakati wanapata mitaji na kutaka kufungua biashara zao, wanakutana na mlolongo wa kodi ambao uko sawa na wale ambao tayari wapo kwenye mazingira ya biashara. Hilo la kwanza. Kwa wapunguziwe namna gani, waangaliziwe namna gani ya kufanya biashara kwa kodi sahihi. Lakini ya pili ni wabadilishiwe mtaala wao wa biashara. Vijana wengi wanasoma na wanamaliza, lakini wanatoka na elimu ya theory tu. Leo hii Tanzania tunaonekana vijana ambao tumesoma biashara tunashindwa hata kutengeneza kitu chetu wenyewe kama simu na vitu kama hivyo. Ni kutokana na mtaala wa elimu, nature ya elimu tunaopatia darasani, ambao hairidhishi kusema na sisi tukafungua vitu vipya na kuintroduce kwenye nchi yetu ili nchi yetu isikaendelee. Kwa hiyo wabadilishe mtaala wa elimu. Ni bora mwanafunzi akae darasani mwezi mmoja ama miezi miwili, lakini miezi miwili mingine amalizie katika sehemu stahiki anazosomea. Kama ni sehemu za biashara, basi ataenda kwenye biashara. Kama ni daktari, basi miezi kadhaa asome darasani, lakini miezi kadhaa, lakini zile field kama field haiwezi kutosheleza. Kwa hiyo hizo